wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ndiye Mungu wa dunia nzima, wewe ndiye Baba wa mioyo yetu tunayoishi, wewe ndiye Baba unayetuachia na watu wake. Baba tunasema asante, Baba tunasema asante, Baba tunasema asante. Asubuhi ya leo tunasema asante. Wengi Bwana wa majeshi wamepoteza maisha, wengine wako hospitalini, wengine kama wamekosa waende wapi, lakini wewe ndiye Mungu tumaini, wewe ndiye Baba tunayeomba, wewe ndiye Mungu tunayeita. Tunasema asante, asante mtakatifu, asante Mungu wa amani. Una kusudi na sisi, una kusudi na sisi, una kusudi na kanisa lako, una kusudi na ibada hii, una kusudi Bwana wa ajabu uweze kutukutanisha mahali hapa ili Bwana utubariki. Tunaomba nguvu zako, tunaomba uwepo wako, tunaomba Roho wako, tunaomba Roho wako, tunaomba nguvu za ajabu zikatawale mahali hapa. Asante Mungu, ifanyie Mungu mtakatifu. Baba nasimama mbele yako, moyo wangu unanyenyekea, moyo wangu unanyenyekea. Ukainuliwe mtakatifu kwa ajili ya maombi ya asubuhi, kwa ajili ya maombi ya asubuhi. Tunaomba kwa ajili ya ibada, tunaomba kwa ajili ya neno lako, tunaomba kwa ajili ya mataifa, tunaomba kwa ajili ya Kenya, tunaomba kwa ajili ya watu wetu. Baba, pokea maombi haya, isiwe mfalme wa ajabu, isiwe ni kelele, isiwe ni kelele, imani isiwe ni kelele, imani isiwe ni kelele. Baba Mungu wa amani, wache maombi yetu ukazo, wache maombi yetu ukazo, wache maombi yetu ukazo. Baba, nachukua nafasi, ninaomba kwenye madhabahu. Kuna vijana ambao Bwana wanaabudu pamoja katika madhabahu, ninawaweka mikononi mwako. Baba, umewachagua, Baba umewamwagia mafuta, Baba umeacha Roho wako juu yao. Mungu wa majeshi, sifa na kuabudu, ninamwombea mtakatifu. Wote waimbe kama wataimba tena, wote waimbe kama wataimba tena. Wanamwimbia mfalme wa juu, wanamwimbia mfalme Mungu wetu. Yehova ibada leo, Baba chukua usukani, tawala mfalme, watakaohudumu kwenye madhabahu haya, kule wachoke kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu watawale. Sasa waajabu wataongoza katika Roho Mtakatifu, wataongoza katika Roho Mtakatifu. Walioingia tunamwombea. Kuna wengine wanakuja toka mbali na karibu, unawaleta malango hayo, unawaleta malango hayo, unawaleta malango hayo. Tunaabudu pamoja tukisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni Mungu aliye juu zaidi. Tunasema asante. Tumekupa sifa ya makofi yetu, tumekupa sifa ya makofi yetu. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Umetawala na mapepo, umetawala na mapepo ya shida, ile mdozo kuunganisha kanisa lote kuleta kupona shida ya sisi. Ndio mapepo haya kwa Kristo. Asante maana umetenda, asante maana umetenda, asante maana umetenda, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa safari, asante kwa kutuleta. Wewe Mungu, pokea sifa, utukufu ni wako kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba na kuamini walio wasamehe, asante kwa ubatizo. Haleluya. Asante sana. Nachukua nafasi hii asubuhi ya leo kuwakaribisha kwa ibada ya leo. Jisikie huru, maana uko kwa nyumba ya baba yako, na kwa sababu wewe ni mwana, una uhuru wa kufanya chochote. Bila kupoteza muda na wakati, tutaomba kusaidie kumkaribisha mwalimu asubuhi ya leo kwa makofi yetu. Nisaidie kuweka makofi kwa pamoja, kisha tumpigie makofi anapokuja. Nisaidie kupiga makofi, nisaidie kupiga makofi. Asante sana, asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati mzuri
kwenda kusikiza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ningependa nishukuru meza ya mchungaji, meza ya viongozi pamoja na meza ya viongozi, meza ya vijana kwa kunipatia nafasi hii kusimama mbele yenu asubuhi ya leo kama mwalimu. Bwana asifiwe. Pia ningependa kushukuru Mungu kwa neema ambaye amenipa ili niweze kusimama mbele zenu. Bwana asifiwe. Ningependa tujifunze leo kuhusu maneno ya kinywa chetu ama maneno ya ulimi. The word of our mouth, of the word of our tongue. Bwana asifiwe. Tunaelewa maneno ni nini? Maneno ni nini? Bwana asifiwe. Mwenye anajua maana ya maneno ama neno ni nini? Maneno ni nini? Ama neno ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Kulingana na mimi, maneno ni yale yanatoka kwa moyo wako. Probably if you can say those are the sounds that come out of your mouth. Kama Picha maneno ama neno. Amen. Kulingana na mimi, maneno ni yale matamshi ambayo yanatoka katika kinywa chako. Na neno tuseme neno. Bwana asifiwe. Nimesema neno. What is a small unit of a language that means something and can be spoken or written? Bwana asifiwe. Maneno ni lugha ambayo inaweza zungumzwa ama inaweza andikwa. Bwana asifiwe. Hiyo ni kulingana na dictionary. Pia neno ni Yesu. Bwana asifiwe. Tukisoma John 1:1 inasema in the beginning there was the word. Bwana asifiwe. Na hapo mwanzo kulikuwa na Mungu. Bwana asifiwe. Neno ni Yesu, kwa sababu ukisoma hapo chini inasema and the word became flesh. Bwana asifiwe. Hiyo neno ikakuwa ya mwili. Bwana asifiwe. Pia neno ni upanga. The word is a sword. Bwana asifiwe. Neno ni sword ambayo inakata pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Hebrews 4:12, Ephesians 6:17, Revelation 1:16. Inasema neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Bwana asifiwe. Hebrews 4:12. Yes. Ephesians 6:17. Revelation 1:16. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni upanga. Hata maneno ambayo umenena inaweza kuumiza mtu ama ibariki mtu. Bwana asifiwe. Kuumiza mtu utakuwa umenena maneno mabaya. Bwana asifiwe. Tunaenda principles of the word. Bwana asifiwe. The power of life and death. Bwana asifiwe. Maneno iko na nguvu ya uhai na mauti. Bwana asifiwe. It has power of life and death. Bwana asifiwe. Proverbs 18:21. Bwana asifiwe. Nasema neno lina nguvu ya kuishi na ya kufa. Bwana asifiwe. Heart to mouth connection. Bwana asifiwe. Maneno inaonyesha vile moyo wako uko. Maana huwezi kuwa maneno mazuri na moyo wako umebeba maneno mabaya. Bwana asifiwe. Hauwezi nena maneno ya baraka
juu ya mtu na moyo wako umejawa maneno mabaya. Bwana asifiwe. Hiyo ni Mathayo 12:34. Maneno ya mtu ina reflect the heart of a person. Mimi nitaka kujua wewe ni mtu wa aina gani, nitaangalia kwa maneno ambayo unanena. Bwana asifiwe. Maana hakuna mtu atasema unanena maneno mazuri wakati ambapo moyo wako umejaa maneno mabaya, maneno ya chuki, na uwezi ukawa unanena maneno mazuri. Mathayo 12:34. What generation of Adam, who can ye begin evil, speak good things? For out of your abundance of your heart the mouth spoken. Bwana asifiwe. Inasema hiyo hapo ni Yesu alikuwa anaambia teachers of law and Pharisees, akiwaambia nyinyi viumbe vya nyoka. Bwana asifiwe. Kizazi cha nyoka, mtaongeaje maneno mazuri iwapo moyo wenu umejaa maneno mabaya? Bwana asifiwe. Ndio nimwambia maneno ambayo unanena reflect how your heart is. Bwana asifiwe. Accountability of the word. Bwana asifiwe. Lazima utakuwa accounted for every word you speak, for every word you say. Lazima utakuwa accounted for. Bwana asifiwe. Hiyo ni Mathayo 12:36. Inasema but I say to you that very idle one that man shall speak, we shall give account therefore in the day of judgment. Bwana asifiwe. Lazima utahukumiwa kwa maneno ambayo unanena. Iwapo unanena maneno maovu, iwapo unanena maneno ya baraka juu ya mtu, utahukumiwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana asifiwe. Guarding your lips. Bwana asifiwe. Lazima uchunge ulimi wako, uchunge mdomo wako. Bwana asifiwe. Maneno ya unanena lazima ukoe umeyachunga. Usinene mtu maneno ambayo yanamuumiza, ama usinene juu ya mtu maneno maovu. Bwana asifiwe. Kwa Psalm 141:3. Bwana asifiwe. Zaburi 141:3. Lazima maneno ambayo umeyanena ukuwa umeyachunga, ujue ni maneno ya kujenga ama ya kubomoa. Bwana asifiwe. Zaburi 144:7. 141. Bwana asifiwe. Biblia inasema, set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Bwana asifiwe. Unaambia Mungu akuchunge ulimi wako, na maneno ambayo unanena Mungu apewe anayachunga. Bwana asifiwe. Na aweke mlango wako, achunge mlango wa mdomo wako, ili maneno ambayo unanena yakuwa ni maneno ya baraka juu ya mtu, yakuwa ni maneno ambayo yanajenga mtu. Bwana asifiwe. Using words for good. Bwana asifiwe. Kutumia maneno kwa mazuri. Bwana asifiwe. Lazima maneno ambayo unaendelea yakuwa maneno mazuri juu ya mtu. Bwana asifiwe. Ephesians 4:29. Bwana asifiwe. Lazima maneno ambayo nitayanena juu yako, juu ya mtu yoyote, yakuwa ni maneno mazuri, maneno ambayo ukiyasikia hayo maneno unampendezwa naye. Hata kama tunaongea na mtu juu yako, hayo maneno ukiyasikia unasema ni maneno mazuri, maneno ambayo yanajenga. Bwana asifiwe. Usiwe mtu mgonganishi. Bwana asifiwe.
Kwa maana maandiko yanasema heri wapatanishi, maana wao watauona ufalme wa mbinguni. Bwana sifiwe. Wewe ukiwa mtu mwenye maneno yako tu kugonganisha. Unagonganisha kila neno ambalo unaendelea ni kugonganisha watu. Bwana sifiwe. Ndio utakuwa umetumia maneno vibaya. Ephesians 4:29. Biblia inasema let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the heavens. Bwana asifiwe. Lazima maneno ambayo unaenena ni maneno ambayo yanatangaza neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Yakuwa ni maneno ambayo yanapendeza machoni pa Mungu, maneno ambayo yanajenga mtu. Bwana asifiwe. There are types of words. Types of words unapata personal talk. Bwana asifiwe. Ama prayer language. Bwana asifiwe. Lazima maneno ambayo unayanena yakuwa ni maneno ambayo unaombea mtu, maneno ambayo yanasaidia mtu. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ako kwenye shida, usiseme wacha tuone sasa atafanya aje. Bwana asifiwe. Maneno yako yakuwa ni maneno ambayo ni maneno yamejawa maombi. Bwana asifiwe. Leo utapata 1 Corinthians 14:4. Bwana asifiwe. Maneno yako yakuwa ni maneno ya maombi juu ya mtu, juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Alafu kuna prophetic talk. Bwana asifiwe. On the tongue and interpretation. Bwana asifiwe. Hii ni ujumbe ya unabii. Bwana asifiwe. Kwa ujumbe ya unabii, ujumbe ambao unanena mambo ambayo yatakuja kutendeka hapo mbele. Ni maneno ujumbe ambao unatabiri mambo kabla hayajatendeka. Bwana asifiwe. Ndio maana unasikia ndio vizuri sana kwa kanisa upatikane nabii. Bwana asifiwe. Kwa maana nabii ataona mambo kabla hayajatendeka. Akiona tunaenda kuangamia, atakuja aseme tubuni, maana tunaenda kuangamia. Ama atasema tunaenda njia mbaya, tuende katika njia hii ambayo hatuwezi angamia. Bwana asifiwe. Huo ndio 1 Corinthians 26:28. Bwana asifiwe. The path of prophecy, the proof that. Bwana asifiwe. Ama sign of unbelievers. Bwana asifiwe. Hii ni ujumbe ya mtu asiyeamini. Yule mtu aamini. Bwana asifiwe. Amini neno la Mungu. Amini. Bwana asifiwe. Mtu mwenye amini chochote unachosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Acts 2:4-6. Bwana asifiwe. Huyu mtu ulimi yake inanena tu maneno ambayo si maneno ambayo hayaaminiki, maneno ambayo hauwezi amini. Bwana asifiwe. The power of the tongue, or the power of the word of our mouth. Bwana asifiwe. Number 1, it creates. Bwana asifiwe. Maneno yanaumba. Bwana Yesu asifiwe. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and earth. Bwana asifiwe. Alitumia maneno, alikuwa anasema let there be. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maneno ambayo unanena. Wacha kuwe maneno ambayo ni maneno ambayo yakiumba vitu, naomba vitu ambavyo inaleta baraka kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unanena maneno mabaya juu ya mtoto wako, unaweza kumwambia wewe ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kufanana hiyo mtu ambaye unamwambia, kwa maana maneno yameumba. Wewe kisha utembea mbele ya mjinga, wewe ni mpumbavu, atakuwa mjinga, kwa maana hayo maneno ambayo unayanena inaumba. Bwana Yesu asifiwe. Na maneno yanaumba. Bwana Yesu asifiwe. The power of life and death. Maneno ya kinywa chetu yana uwezo wa maisha na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ukinena mema juu ya maisha yako itakuwa.
Ukinena mabaya katika maisha yako, yatakuja kutimia. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo kuwa makini sana wakati ambapo unanena juu ya maisha yako. Angalia maneno ambayo unanena juu ya maisha yako, ama maneno ambayo unanena juu ya mtoto wako ni maneno ambayo yanajenga ama ni maneno ambayo yanaua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nguvu ya kuishi na kufa ipo kwenye maneno. Bwana Yesu asifiwe. The power of healing. See, power of life and death, Proverbs 18:21. The power of healing, Proverbs 16:24. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi ama maneno yana nguvu ya kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Yataponya, ina nguvu ya kuponya. Iwapo unaona mambo upande wako, mambo yamekuwa magumu, Bwana Yesu asifiwe, anza kunena. Nena tu juu ya hiyo hali. Nena tu juu ya hiyo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo maneno utaponya. Na ukinena uamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunanena alafu unaanza kugeuka. Hapana. Nena na utafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Maana maneno inaponya. Hata ukienda kutembelea mgonjwa, unaweza kumwambia wewe utakufa. Wewe hauwezi kuona. Hata kuona, hata kuona. Hiyo maneno atayaamini. Lakini enda pale umtie moyo, mwambie kwamba utaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ataishi kwa maneno ambayo umenena. Yes. Power of building. Bwana asifiwe. Ephesians 4:9. Ina nguvu, maneno ina nguvu ya kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Inajenga vitu juu ya maisha yetu. Ukienda kunena, utajenga, ukienda kunena maneno makubwa, utajenga juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kunena nimeshindwa, ukienda kusema mimi nimeshindwa, mimi sitafaulu, itatimia vile unasema. Bwana Yesu asifiwe. Power to destroy. Ina nguvu ya kuharibu. James 3:5. Ina nguvu ya kuharibu. Inaharibu. Iwapo umejenga, umefanya nini? Lakini maneno ambayo umeyanena ina nguvu ya kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa umeongelea mtoto wako katika njia ambayo ni nzuri, mtoto amefaulu, kisha uanze kunena maneno mabaya juu yake, wewe mtoto ataangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana maneno yanaangamiza, maneno yanaharibu. Bwana Yesu asifiwe. The power of justification. Bwana Yesu asifiwe. Accountability and faith. Bwana asifiwe. Ina justify. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo maneno ina justify. Kama ulikuwa umekosea mtu, utatumia maneno kwenda kuomba msamaha. Ina justify. Bwana Yesu asifiwe. Pia inafanya imani ikuwe thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 21:7. The power to God. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ina nguvu ya kukuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ambayo unanena itakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana maandiko yanasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. So kama neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, iwapo utanena maneno mazuri, iwapo Mungu atanena maneno mazuri juu ya maisha yako, atakugumikia katika safari. Bwana Yesu asifiwe. Moses of the path. Bwana Yesu ama Moses word. Njia ambayo unatumia maneno. Bwana Yesu asifiwe. Unatumia maneno kwa njia gani? Kwa njia gani ili usiharibu, usibomoe, ujenge. Bwana Yesu asifiwe. Declaring the truth and the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utangaze ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Utangaze ukweli na neno la Mungu na utangaze injili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utumie ulimi wako kutangaza ukweli na utumie ulimi wako kutangaza injili. Bwana Yesu asifiwe. Romans 10:9-10. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulimi wako ikuwe ni ulimi ambayo inatangaza ukweli na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Offer praises and worship. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulimi wako utumie kwa kumwabudu Mungu na kwa kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Ulimi wako ukiwa ni ulimi ambao hautukuzi Mungu, ama maneno yako ikiwa ni maneno ambayo yanabomoa, yanaharibu, waliozibu, hautukuzi Mungu. Hiyo ni James 3:9. Bwana asifiwe. Speaking word of life and encouragement. Ephesians 4:29. Ukiwa unazungumza maneno ambayo yanatia moyo na maneno ambayo yanatangaza kuishi. Bwana asifiwe. Usiende mahali waende kuua watu moyo. Unapata watu wanalia, mtu ameteseka, unamwambia sasa hii mwezi hii imeisha. Bwana asifiwe. Hapa fika mahali pale mtie moyo, mwambie hata kama ni hii unapitia, hata kama ni haya unayapitia, lakini Mungu wako, Mungu yupo. Mungu atakusaidia, na tunaamini ya kwamba Mungu atakusaidia na Mungu atakuinua. Bwana asifiwe. Make wise decision. Bwana asifiwe. Tumia ulimi wako kufanya uamuzi ambao unafaa. Bwana asifiwe. Lazima ufanye uamuzi ambao unafaa. Usifanye uamuzi kwa sababu kuna kufanya. Fanya uamuzi kwa kumpendeza Mungu. Ama usifanye uamuzi kwa kupendeza mtu. Usifanye uamuzi kwa kupendeza mchungaji. Usifanye uamuzi kwa kupendeza wazazi wako. Usifanye uamuzi kwa kupendeza tajiri. Fanya uamuzi kwa kupendeza Mungu. Bwana asifiwe. James 1:19. Intercession and prayers. Bwana asifiwe. James 14:16. Intercession and prayers. Lazima ulimi wako utumie kwa maombi. Ukuwe mwombezi. Udumu katika maombi. Bwana asifiwe. Kwa maana ukizidi katika kuomba, ulimi wako utautumia kwa njia inayofaa. Bwana asifiwe. James 14:16. Giving thanks. Psalms 12:18. Bwana asifiwe. Ulimi wako utumie kwa kumshukuru Mungu, kwa kushukuru Mungu. Bwana asifiwe. Ukitaka ulimi wako umeutumia kwa njia inayofaa, ama ukitaka maneno yako yakuwe unayatumia katika njia inayopendeza, lazima utumie ulimi wako kwa kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Promoting and correcting. Ulimi wako uwe na ulimi ambao unaonya na unaonyesha mwelekeo. Bwana asifiwe. Usiseme wewe amepoteza yake. Bwana asifiwe. Hapana. Mkatazo na muonyeshe njia. Bwana asifiwe. Yeko Proverbs 27:5-6. Ulimi inatumika kucontrol conflict. Bwana asifiwe. Tumia ulimi wako kucontrol conflict. Usikuwe mtu wa kuchochea vita, kuchochea magorofi, kuchochea ugomvi baina ya watu. Tumia ulimi wako kwa kuunganisha watu ambao wamekosana. Tumia ulimi wako kwa kujenga kwa njia ambayo inafaa. Bwana asifiwe. Testifying and sharing the faith. Bwana asifiwe. Tumia ulimi wako kwa kushuhudia. Ushuhudie Mungu, ushuhudie juu ya upendo ambao Mungu ako nao juu yako. Ushuhudie mazuri juu ya wenzako. Usikuwe mtu wa kushuhudia mabaya, usikuwe mtu wa kushuhudia mambo ambayo yapendezi juu ya mwenzako. Revelation 12:11. Steps to guide our work on track. Bwana asifiwe. Njia ambazo utatumia katika kulinda ulimi wako ama maneno yako. Bwana asifiwe. Number 1, pray for guidance. Ask God to guide your mouth and set guide over your lips. Psalm 141:3 kusoma. Inasema omba Mungu alinde ulimi wako, aongoze mdomo wako. Bwana asifiwe. Maana Mungu ataongoza ulimi wako
Hautanena mabaya, utanena maneno ambayo yanajenga. Hautatangaza maneno ambayo yanabomoa, utanena maneno ambayo yanajenga. Bwana asifiwe. Surrender complaints. Bwana asifiwe. Wacha kucomplain. Sio mtu kucomplain kila maneno una complain. Bwana asifiwe. Achana na complaints. Kuna complaints zingine hazifai. Kwa maana ukicomplain sana inaenda kuzidi kwa negativity. Bwana asifiwe. Hiyo negativity itabomoa mtu, haitajenga mtu. Bwana asifiwe. Seek for wisdom. Bwana asifiwe. Omba Mungu akupatie wisdom, akupatie hekima. Bwana asifiwe. Mungu akupatie hekima. Focus on edification. Bwana asifiwe. Lazima ufocus on edification. Edification is instruction for improving a person mind. Bwana asifiwe. For the moral. Lazima uwe mtu ambaye unasaidia wenzako, unasaidia. Ukiona amepotea unamwambia Mungu yangu huko ni umeenda siku nzuri pale huko. Bwana asifiwe. Uwe mtu ambaye unajaribu kuimprove mind ya mtu, unajaribu kujenga mtu. Bwana asifiwe. How to guard our tongue. Jinsi ya kuchunga maneno ya kinywa chetu. Bwana asifiwe. Heart transformation. Lazima moyo wako ukuwe umebadilika, ubadilike kutoka kwa moyo. Bwana asifiwe. Kwa maana maneno yako yana reflect jinsi moyo wako ulivyo. Bwana asifiwe. Luke 6:25. Bwana asifiwe. Lazima maneno ambayo unayanena lazima ukubali transform, ubadilishwe. Moyo wako kubadilishwe. Kama ulikuwa moyo ambao unanena mabaya juu ya wenzako, kama ulikuwa moyo ambao umpendezi Mungu, kama ulikuwa moyo ambao unanena maneno ya sumu juu ya wenzako, ukubali kubadilishwa. Anasifiwe. Think before you speak. Bwana asifiwe. Lazima ufikirie kabla unanena. Bwana asifiwe. Si ati unanena tu unanena. Bwana asifiwe. Uchunguze. Uevaluate. Maneno ambayo unanena ni ya ukweli. Maneno ambayo unanena juu ya mtu ni ya ukweli. Maneno ambayo unanena yanasaidia. Bwana asifiwe. Maneno ambayo unanena ina-inspire mtu mahali. Kama ina-inspire mtu, achana nayo. Sisi sasa tunasikia maongezi ya maneno. Ni muhimu sana hayo maneno. Kama sio muhimu achana nayo. Bwana asifiwe. Maneno hayo ni mema juu ya mwingine. Bwana asifiwe. Kama ni maneno ambayo si mema juu ya mwenzako, achana nayo. Bwana asifiwe. Be quick to listen and slow to speak. Hakuna upesi wa kusikiza na mtu ambaye huongei kwa haraka. Bwana asifiwe. Kwa James 1:19. Kwa mtu ambaye unasikiza sana kuliko kunena. Bwana asifiwe. Kwa maana ukinena sana, ukizungumza sana, utazungumza maneno ambayo hayapendezi. Bwana asifiwe. Speak the truth in love. Nena ukweli na upendo. Ukweli na upendo. Na wakati mambo unanena, nena ya ukweli. Bwana asifiwe. Usinene mambo ambayo wakikuja wakuulize sasa ndio huyo mtu mwenye umesema na ndio akuulize ulisema. Mwanzo unaanza kusema hapana sisi ndio ulisema. Bwana asifiwe. Nena maneno ya ukweli na yawe maneno ya upendo. Bwana asifiwe. Embrace of silence. Bwana asifiwe. Basi vitu vingine sometimes nyamaza. Sometimes it's best way to control your tongue into to not speak at all, to escape with anger. Bwana asifiwe. Ni vizuri wakati mwingine unyamaze, usinene wakati ambapo ukitaka kukoroka katika hasira. Usinene wakati ambapo uko na hasira. Bwana asifiwe. Kwa maana ukipenda uko na hasira, umenena maneno maovu, maneno ambayo yanabomoa mtu. Proverbs 10:19. Bwana asifiwe. Nena maneno wakati ambapo hauna hasira.
unene maneno ambayo yatasaidia mtu. Sasa ukisikia mtu amenena, mbona sio umesikia mtu amenena maneno ambayo hayapendezi kwa yako, wewe naye umejibu na hasira? Hapana, tulia, usijibu na hasira, kwa maana ukinena hayo maneno na hasira utanena maneno mabaya ambayo utakuja ukileta hapa mbele. Wanasifiwa. Wote ndio gadi na wataka umuhimu wa kuchunga ulimi wetu. Wanasifiwa. Avoid trouble and conflict. Wanasifiwa. Utaepuka maangamizi na utaepuka hata vita vingine ambavyo havikuwepo, utaepukana nazo. Wanasifiwa. Proverbs 21:23. Utaepuka vita vingine, kuna vitu ambavyo ukichunga ulimi wako utaepuka kwa shida zingine ambazo ungeamka kama ambazo hazingekuwa za kupendeza. Bwana sifiwe. Improve relationship. Bwana sifiwe. Ukichunga ulimi wako, uhusiano wako na watu utakuwa uhusiano ambao unapendeza, utakuwa uhusiano ambao uhusiano mzuri. Bwana sifiwe. Cultivating personal integrity and wisdom. Wanasifiwa. Ina nini? Inapalilia hekima. Wanasifiwa. Ukichunga ulimi wako inapalilia hekima. Wanasifiwa. Kwa maana nilisikia wakisema mtu akinyamaza anaonekana mwenye hekima kuliko wakati ambapo unaongea. Wanasifiwa. Kuna maneno mengine nyamaza, unaonekana tu mwenye hekima. Wanasifiwa. Maana ukichunga ulimi wako kwa kunyamaza utakuwa unapalilia hekima juu ya maisha yako. Wanasifiwa. Promote better listening. Wakati ambapo umechunga ulimi wako utakuwa mtu msikivu sana, utasikia maneno mengi, utasikia. Kwa maana sasa hautakuwa unaongea kuna maneno ambayo hautakuwa ukishinda ukijibu, utakuwa unasikiza na wacha ya pili. Wanasifiwa. Regret. Wanasifiwa. Inazuia majuto, inapunguza majuto. Kwa maana kuna mambo ambayo utafanya ukiwa na hasira, alafu mwisho uje useme singefanya, ningejua singefanya. Wanasifiwa. Spiritual growth. Wanasifiwa. Inakufanya ukue katika kiroho, ukomae katika kiroho. Wanasifiwa. Ukikomaa katika kiroho, wanasifiwa, utakuwa mtu ambaye unanena maneno mazuri. Wanasifiwa. Ulimi unguarded tongue or words. Ulimi ambao maneno hayajachungwa ama haujachunga ulimi wako inakaa namna gani? Wanasifiwa. Ulimi huo una destroy, inabeba maneno ambayo inaharibu. James 3:5-6. Hiyo ulimi inaharibu, inabomoa. Ni ulimi ambayo inaharibu kila kitu. Wanasifiwa. Difficulty in tongue. Wanasifiwa. Tongue is uncontrolled. Wanasifiwa. Yaani another difficulty in tongue. Tongue ni control. Wanasifiwa. Sasa kama ni ngumu control. Wanasifiwa. So unaona, utakuwa mtu ambaye mtu amenena umejibu. Wanasifiwa. Augoja yaani unyamazie mambo, unanena ukisikia umejibu. James 3:8. Wanasifiwa. Spiritual inconsistency. Wanasifiwa. Hautakuwa komaa kiroho. Wanasifiwa. Kwa maana bado utakuwa mtoto. Kwa maana ndio Mungu akutumie, lazima ukuwe mtu ambaye umekomaa kiroho. Na kukomaa kiroho, kwa maana Mungu ni Mungu ambaye atakupa vitu ambavyo Mungu atakuonyesha kwa watu. Wanasifiwa. Na hayo mambo labda Mungu anataka umfikishie huyo mtu peke yake, usipeleke kwa mwingine. So wewe ulimi yako utachunga, utakuwa katika kiroho. Kwa sababu wewe ukisikia kitu na wewe umepeleka inasikizio huko, na labda maneno ulikuwa kuambia mtu specific. Wanasifiwa.
source of conflict. Bwana asifiwe. Inaleta mavurugano, inaleta ugomvi. Ulimi ambao utachunga, ulimi wenye ugomvi. Bwana asifiwe. Ulimi huo ni ulimi ambao unanena maneno mabaya, maneno ya kuharibu, ulimi wa ugomvi. Bwana asifiwe. Sign of spiritual immaturity. Nishasema sababu Mungu kuna vitu ambavyo atataka kukuonyesha, na kuna vitu ambavyo Mungu atakuonyesha ni vitu ambavyo haifai kupelekea mtu wa tatu. Inafai iwe siri yako wewe na Mungu na wewe mtu, haifai kupelekea mtu mwingine. So wewe kama hujachunga ulimi wako, hakuna vile Mungu atakutumia. Maneno sahihi misuse to avoid ni vitu gani ambavyo tuachane nazo. Maneno sahihi gossip and slander. Maneno sahihi wachana na vitina, wachana nayo. Maneno sahihi wachana nayo. Tumia ulimi wako kubariki watu. Proverbs 16:28. Wachana kukuwa vitina kila mahali, vitina. Maneno sahihi kwa mtu wachana na vitina. So lies and deceit. Wachana kusema uongo. Ukisema uongo umetumia ulimi vibaya. Sema ukweli. Ukweli na ndio ukweli inauma. Lakini sema ukweli uumize, mambo yawe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unene ukweli. Psalm 34:13. Nena ukweli kila mtu. Nena maneno ambayo mimi nikiyasikia hata kama yataniumiza, lakini umesema ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Gambo ni complain. Patana na shida ukicomplain. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati manunguniko inazuia Mungu kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuwa mtu wa kunungunika kila wakati, kila kitu ambacho kinatendeka wewe unanungunika, hautafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Numbers 14:2. Anga, wachana na hasira. Maneno ya hasira. Wachana kusema maneno ya hasira. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme maneno ukiwa na hasira, nyamaza. Proverbs 16. Kwa hatari za ulimi ambao haujachungwa, unguarded heart. Dangers of unguarded tongue or words. Bwana Yesu asifiwe. Relationship destruction. Ina destroy uhusiano. Kama ulikuwa na uhusiano mwema na mtu, alafu unene maneno mabaya, inaharibu uhusiano wenu. Bwana Yesu asifiwe. Inaharibu reputation damage. Inaharibu reputation yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaharibu CV yako, watu wanakusema. Inaharibu. Sasa watu wanaanza kusema ule mtu ni mtu mbaya, ni mtu ambaye inaharibu. Self destruction. Inakuharibu wewe mwenyewe. Itakuharibu, utapata hauna marafiki, uko peke yako. Imekuharibu. Inaharibu marafiki wako wote. Unapata kama umebaki peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Internal distress. Inakupea stress ya ndani. Stress baina yako wewe mwenyewe. Hakuna stress ambayo uko nayo, lakini uko na stress baina yako wewe mwenyewe. Hata uko na pesa, uko na vitu, lakini uko na stress kwa sababu ulimi wako haukuchunga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Escalate. Bwana Yesu asifiwe. It increase or make something more serious. Escalating conflict. Yaani ina increase conflict. Yaani inafanya ule mtu wa ugomvi baina ya watu. Kila mtu mwenye anakuja mbele yako wewe ni mgomvi. Kila mtu mwenye anakuja ukikuwa na yeye wewe ni mgomvi kwake. Bwana Yesu asifiwe. What to do? To change unguarded heart into guarded heart. Guarded tongue for what? Bwana Yesu asifiwe. Tongue. Bwana Yesu asifiwe. Njia gani ambayo utafanya ile ulimi ambayo ilikuwa ni ulimi ya kuharibu, ilikuwa ulimi ambayo inacheka. Bwana Yesu asifiwe. Ama ufanye kitu inaitwa tongue. Tongue ni control your tongue. Bwana asifiwe. Psalms 34:14. Number 1.
address your heart. Lazima uzungumuze na moyo wako. The heart is the root source of everything. The heart is the root source of every word you speak. Ulimi ni chanzo cha kila neno ambayo unanena. Anasikia ni moyo. Cheki, lazima ucheki moyo wako. Angalia moyo wako. Fanya cheki ya moyo wako. Kama moyo wako ni moyo mzuri, fanya cheki. Matthew 12:34. Surrender your heart. Lazima usurrender your heart. Surrender your heart to God. Weka moyo wako kwa Mungu. Ambia Mungu, mimi nimeshindwa. Najua Mungu, kile najua Mungu hawezi shindwa. Na Mungu hawezi shindwa. Mpe moyo wako. Mwambie Mungu, nimekupa. Chukua shukrani. Soma scriptures. Weka neno la Mungu, weka maandiko ndani ya moyo wako. Jaza maandiko, neno la Mungu ndani ya moyo wako. Ukijaza maandiko kwa moyo wako, utabadilisha. Kama moyo wako ulikuwa moyo ambao unabeba maneno mabaya, maneno ya kuharibu, ujaze neno la Mungu, uondoe hayo maneno mabaya. Ujaze neno la Mungu ndani ya moyo wako. Moyo wako utakuwa mzuri. Psalms 119:11. Practice active God. Bwana asifiwe. Lazima uchunguze, ujaribu kukadi kwa njia ambayo uko katika mbio. Kama mtu mwenye uko mbio, uko active. Bwana asifiwe. Pray for filter. Bwana asifiwe. Omba Mungu afanye filtration katika moyo wako, aondoe mabaya, ajaze mazuri. Hiyo kwa Psalms 141:3. Filter your heart. Pause before you speak. Pause before speaking. Nyamaza kwanza ndio uongee. Bwana asifiwe. Ukinyamaza ndio uongee, utanena maneno mazuri. Hiyo James 1:9. Think before you speak. Bwana asifiwe. Lazima ufikirie maneno haya ya ukweli. Maneno haya yanasaidia. Maneno haya yanajenga. Maneno haya ni ya ukweli. Bwana asifiwe. Avoid excessive talk. Wacha kuongea sana. Usiongee sana. Kwa mtu mwingine, mtu mnyamavu. Usiongee kuongea maneno mengi. Kwa maana ukiongea maneno mengi utaanza kudanganya. Ukiongea maneno mengi utaanza kusema mambo ambayo hayapendezi. Hiyo kwa Proverbs 10:18. Replace negative speech. Bwana asifiwe. Badilisha mazungumzo yako. Mazungumzo ambayo yalikuwa yanaharibu, yabadilishe yakuwa mazungumzo ambayo yanajenga. Bwana asifiwe. Anything nilisema control. Bwana asifiwe. Lazima uko mtu mbaya. Maneno yako hayadestroy, ni maneno ambayo yanajenga. Bwana asifiwe. Tutasoma Ephesians 4:29. Speak truth in love. Ndio watu tunasema pale juu Ephesians 4:29. Use the word of life. Bwana asifiwe. Tumia maneno ya uhai. Kwa maana maneno, Biblia inasema maneno ina nguvu ya kifo na kuishi. Bwana asifiwe. Lazima ukitambua kwamba maneno ina nguvu ya kifo na kuishi, utazungumza maneno mema juu ya maisha yako ama juu ya maisha ya mtu yoyote. Bwana asifiwe. Immediate accountability. Bwana asifiwe. Immediate accountability inamaanisha kama umejua umetenda dhambi, saa hii umetenda dhambi, omba msamaha. Kama unajua umekosea mtu, omba msamaha saa hiyo. Bwana asifiwe. Usingoje baadaye. Quick to repent. Be a person who quick to repent. Small so peace. Tafuta amani na kila mtu.
Bwana asifiwe. Kuwa mtu wa amani na kila mtu. James 1, James 3, James 3:18. Kuwa mtu wa amani na kila mtu. Kuwa mtu wa amani kila mahali penye uko na amani na kila mtu. Bwana asifiwe. Nikimalizia, spiritual benefit of coming. Bwana asifiwe. Muhimu gani? Ni muhimu kitu gani utapata wakati ambapo umechunga ulimi wako? Bwana asifiwe. Protection of the soul. Utalinda moyo wako. Bwana asifiwe. Utalinda moyo wako. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko vyote ulimwenguni. Proverbs 21:23. Hata purification. Utasafisha moyo wako. Moyo wako utasafishwa. Ukiwa ulikuwa mtu mwenye unanena mabaya, lakini sasa umebadilika, unanena mazuri, moyo wako utasafishwa. Bwana asifiwe. Ina cultivate peace. Itafanya ukuwe mtu wa amani na kila mtu. Bwana asifiwe. Itafanya ukuwe mtu wa amani. Inapangilia hiyo amani. Cultivating peace. Bwana asifiwe. Spiritual transformation. Sasa kama Mungu hakuwa anakutumia kwa sababu ni maneno ya ulimi wako, Mungu sasa ataanza kukutumia. Bwana asifiwe. Kwa maana sasa unajua njia ya kuchunga ulimi wako, unajua njia ya kutumia ulimi wako. Mungu ataanza kukutumia, na Mungu akikutumia unapata spiritual transformation. Bwana asifiwe. Avoid home inafanya usiharibiwe. Bwana asifiwe. Hautaharibiwe. Hauwezi haribiwa ukiwa umekubali kubadilisha maneno yako, umebadilisha namna ambavyo ulikuwa unazungumza na wengine, umebadilisha njia ambayo ulikuwa unasuluhisha shida zingine. Hautaharibiwa. Bwana asifiwe. Evidence of spiritual maturity. Hiyo ukikubali kubadilika, itakuwa the evidence of spiritual maturity. Itakuwa ushahidi ya kwamba umekomaa katika kiroho. Bwana asifiwe. Na ukikomaa katika kiroho, Bwana asifiwe, Mungu atakutumia kwa njia yeye apendavyo. James 3. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa sana niombe wazazi ama mtu yeyote yule, maneno ambayo unanena juu ya mtoto wako, maneno ambayo unanena ambayo mwenyewe juu ya maisha yako, maneno ambayo uliyanena juu ya maisha yako, ndio hali ambayo unaishi sasa. Bwana asifiwe. Kama ulinena mema, utakula mema, kwa maana Mungu anasema utakula mema ya ulimi wako, utakula matunda ya ulimi wako. Bwana asifiwe. Kama ulinena mema, utakula mema. Kama ulinena mabaya, utavuna hayo mabaya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maneno ambayo tunanena, maneno ambayo tunanena juu ya maisha yetu, wacha yakawe maneno ya baraka, wacha yakawe maneno ambayo yanajenga. Bwana asifiwe. Kwa maana ukikila neno ambayo unanena, ukumbuke kuna hukumu mwisho. Kuna hukumu kwa maneno ambayo unanena. Kama umenena maneno mabaya, kuna hukumu mwisho. Kama umenena maneno mazuri, bado kuna hukumu mwisho. Utakuwa upande gani? Utakuwa upande maneno mazuri, upande maneno mabaya. Bwana asifiwe. Ama utaishi ukiangalia kwa sababu ya maneno ambayo ulinena. Hata maneno ambayo wazazi wako walinena juu ya maisha yako, maneno ambayo wazazi wako walinena juu ya maisha yako, yanafuata na yana nguvu. Bwana asifiwe. Kama walinena maneno mabaya juu ya maisha yako, hayo mabaya yatakufuata. Bwana asifiwe. Usipofuta hayo maneno, usipokataa hayo maneno ambayo ni mema, yatakufuata. Bwana asifiwe. Kama unakunenea maneno mazuri, utakuwa injinia, utakuwa mwalimu, utakuwa mchungaji, vitu kama hivyo. Maneno mazuri, Bwana asifiwe, yatakuja kupita. Bwana asifiwe. Kwa maana neno la Mungu linasema maneno yanaumba. Kama mzazi wako alikuumba na maneno akisema kwamba utakuwa injinia, ndio. Bwana asifiwe. Na kama alikuumba akisema utakuwa mwalimu, utakuwa daktari, utakuwa mwanabiashara, amini ya kwamba utakuja kutimia. Bwana asifiwe. Mungu wa amani awabariki. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena.
tumesikia kwamba maneno ni ya Mungu. Na kidogo tu nimesema kwamba nimesikia mwalimu akiongelea kuhusu maneno ya watu ambao wanaua na watu ambao wana complain. Na hapo kwa complain, most of us tunalai hapo like